ndo tuwafanyie challenge watu hapa kama kawaida. Au upende upige story? Napenda. Naitwa Lakei, nipo na mwenzangu Benfero hapo. Sasa sijui unaitwa nani? Naitwa Grace. Grace. Festia. Sedia. Sedia. Mungu anatudanganya. Sedia mimi nawajua. Sedia. Kwani ukatae? Unasoma nini? Sedia unasoma sociology. Mwaka wa 3. Sasa wa jamii sidi. Kwa mpaka hapo kwenye mambo ya ushauri wa uko bongo. Sio Mungu amedanganya. Mbona mimi sijai kuona. Mimi nasoma na mwaka wa 3 mimi tunasoma nao. Basi ya Madam Assumpta. Assumpta unamjua? Anafundisha nini? Si business. Business? Business. Basi ngapi? Sasa kodi na kodi tofauti. Yaani huyo anatufundisha ni somo hili moja tunasoma. Ni somo moja ndio ni kuonyesha hata boksi zake. Nionyeshe. Yaani yuko serious. Tusifike huko yuko serious. Ni kweli bwana, hebu tu. Ngoja tu. Ni kweli. Jamani Sadia, kwa Simone kama ni mdogo mdogo. Mimi tunafanana bwana, afundishe kitu kimoja tofauti. Mage sisi tulishaisoma mwaka wa kwanza, sisi tulisomaga. Nyinyi si msomi business? Sasa sisi tulishasomaga kwenye business. Nasoma jamani. Jamani Sadia huyu anatuonyesha mpaka notes. Tuoneshe kitambulisho. Yaani hana mbamba. Basi adimu uonekanaje kwenye kipindi chake au? Ushahidi upo wa kutosha. Simesema kinachaula. Kinachaula. Wewe chaula umemjuaje? Haina haja basi, haina haja. Basi hapo nishakuelewa. Sadia huyu. Kama chaula basi. Sadia, kwa Simone kama ni mdogo, ni mtu ambaye maana sisi tumepangwa naona kamuli kadogo. Mimi mwetu nilivyokuona nikajua tu mwaka wa kwanza. Kweli. Lakini confidence na nini na hapo basi inaashiria ni mwaka wa 3 na confidence. Grace. Sadia, Festia, second year Sadia. Wewe wakongo hapa na. Yaani dogo wewe ufiki bado. Siingia hata huyu nasema huyu bado make huyu si ndio namna gani vipi? Akujibu mwenyewe. Huyo yuko. Huyo. Yaani kwa nini wewe certificate ni degree? Cameraman tusaidie tu. Mwaka wa kwanza. Wewe dadangu kabisa. Tupige naye story sister yetu hapo dogo tumemkuta. I'm very proud kuongea na dadangu ambaye sikumtarajia kama ni dadangu. By the way, tukapiga story kidogo. Lakini poa kwanza Tony. Na Grace. Nataka mtu message. Na kipengele chenyewe sio sana, una rafiki. Rafiki na nani? Yaani inapomaanisha amekutumia message huko. Kawaida, yaani wale marafiki ambao mnajuana. Amekutumia message. Kasema ana dakika. Kwamba kimahusiano, marafiki wa chuo. Sina dakika. Yaani rafiki maybe wa nyumbani, yaani wakumbuka ambaye ni yule rafiki ambao yaani ni rafiki kweli. Na mimi natamani kujua zilipopangiliwa. Sasa ukiona zilipopangiliwa wewe mimi nakufanisha na mdogo wangu. Mdogo wako yupi? Yaani mnafanana naye kinoma, anaitwa Roseda. Yaani hata nikisema nikukutanishe naye hapo ungesema mtu namjua. Duniani wawili. Sema sahi duniani wawili. Sema nini? Nafanana hadi soko. Sister nimeongea naye kwa fupi na mtu ambaye yuko straight. Yaani ana zile ilienda ikawa. Hiyo ni ya kwanza. Ma friend indeed wale wenyewe wapo wa kutosha. Pia shame na nini yupo. Yaani ana hizi. Ndio maana kama nivyo basi nadhani ni sehemu sahihi kwa wakati sahihi. Tunaweza tukapiga challenge yetu. Grace mimi dada yangu, yani pure hata nikisema ni naitwa Grace. Tangu kabisa. Unaweza shangaa simesema duniani wawili. Yeye ni mkubwa. Nadhani inaweza challenge yetu tutampigia hapa afu nimuite. Kwamba Grace. Tunakutana na pacha wako hapa anaitwa Grace. Tangu wa kwanza kabisa nyumbani. Na familia yake kashauri. Ndio ikasema shimu. Sahihi. Yupo around. Kwa hapa yupo. Yupo kwamba nje na Morogoro au nje na Morogoro. Nini mafunzo? Hapana, amehitimu mwaka jana. Mwaka jana. Kweli unaona upeo wa Sedia. Yaani kuna rengi kabisa inazoea kweli hii. Yaani kuna maneno mtu akiwa anaongea unajua kabisa huyu ana high IQ inaitwa IQ. Maana hata kupima akili ya mtu pia namna anavyoongea, mambo anavyoweza kuyawasilisha, anapopangilia yaani unajua vitu vinatoka vikiwa vimepangwa kichwani, sio kuna wale mtu anaongea yani from nowhere, sijui naelewa. Tusipoteze muda sana tangu. Sisi hapa tuna challenge moja kwa ajili ya shemu wetu.
kama utojali. Shemu wetu. Sio utojali, ni mtu ambaye anambambamba. Na mimi challenge yetu itafanyika. Itabidi wewe uchukue kwa nani, kuna mwingine labda apendi kuviweka vitu vyake private. Nishaongea naye ni kuviweka vitu vyake public. Yaani ipo straight. Unaona mambo mengi. Hilo limeisha. Hapo sina shaka. Mimi nitaja hapa tu ongea na Shem kidogo. Na challenge yetu ni moja tu. Tutampigia hapa Shem. Mwambie tumekutana na wewe na tunahitaji akupigie yeye. Anaweza akanipigia kama dakika au anaweza asinipigie. Basi atume message. Alafu kwenye masuala ya mambo ya teknolojia kidogo huwa sio napendelei sana. Umeelewa? Kama pendelei hiyo fact hapo ndo pendelei sana. Yaani sio mtu mtandaoni. Sisi hapa wala tuona kama ni mambo ya mitandaoni. Tunamwambia tu kwamba tunakutana na wewe na ulikuwa na shida. Kwa hiyo huna salio. Naomba mpigie. Tulikuwa na sisi tuna haraka zetu kupo na wewe. Kwa hiyo tunamuomba yeye akupigie kama ana salio au kama ana salio akutext. Akutumie message. Basi hicho tu. Wewe huko atakupigia wewe, atapigia mtu mwingine. Hamna shida. Wachukue tu ni simu kwa kamera. Anaitwa nani? Anaitwa Agatu. Kwa hiyo sasa hivi kashamaliza CD yeye. Kwa ni mtu fulani hivi. Nimuelewa, yani kama wewe upo hivi na nisaidia vipi tushie. Wanaelewa mambo sana. Uko vizuri. Sihitaji kujua uko haliko je? Kasha bado upo moyoni mwake au hata kama kumwambia kama ni tatizo pia au kamuuliza kwamba mpenzi wako nani? Au muulize wewe mpenzi wako nani? Kwenye hiyo hata kuwa na mbamba. Huwa tunabadili challenge. Asema hili sawa, kwanza ni mtu ambaye hana mbamba. Hata tukimuuliza mpenzi wake ni nani atamtaja. Basi hiyo tunataka hiyo. Naingiza namba. Ni mtu ambaye anamwamini. Wanaaminiana. Kwenye mahusiano yanatakiwa kuwa hivi. Sahihi kabisa. Jamani, mahusiano ndio hapo. Unaongea naye? Agatus. Ndio nimekwambia hata mimi masuala ya namba ngeni boys, yani kwa namna gani vipi tunazungumza. Halo. Naam kaka, lo. Halo. Naam, habari. Fresh na kwa hiyo kazini. Toka basi kwenye kelele kidogo na kipengele hapo. Natoka Songea basi. Halo. Halo. Kaka, naongea na Agatus. Okay, habari za huko kaka? Salamu mwema, vipi? Fresh kabisa, mzima wewe? Mwema, sio la kazi kwa koje. Huko safi. Sema nilikuwa na kipengele hapa kidogo. Ndio. Nipo Dar es Salaam hapa. Na tumaini na wewe pia upo Dar es Salaam. Nipo Flamingo. Flamingo? Kama Flamingo hapa. Kumbe tupo karibu hivi. Niko Flamingo. Okay bro, nilikuwa na kipengele hapa kidogo. Kipengele gani ndogo? Kwenye pita zangu na nimekutana na sister fulani hivi. Dada fulani hivi tumeongea naye hapa, nimeongea naye in short. Kanipa maelekezo kwamba wewe ndio mpenzi wake ambaye ni mpenzi halali. Nani? Huyu mdada ndio kukutana naye hapa. Alito nani? Sikia basi, tulia basi, tusiongea bro. Kwa hiyo kanipa namba yako ndo kama maelekezo hivyo, unaitwa Gatus na tumekupigia hapa, anahitaji yeye pia umtaje. Umesema uko wapi kwa sababu kwenye kelele muda fulani. Ipo Flamingo bro. Anaitwa nani? Kwamba jina muda fulani kwenye kelele kwa jamaa nataka nijue jina lako ni nani? Mimi. Mimi naitwa Carlos. Aisha badisha jina huko kameramani kama unaona yani Carlos. Sehemu gani? Sikia kwanza, wewe ufanya kitu kimoja sawa? Niambie.
Mimi tutaongea kila kitu au tutawasiliana, yataisha yote hayo, ila nimekutana na dogo wako hapa hivi ndio anahitaji chapu kwamba mnaaminiana, akasema mnaaminiana na akakutaja wewe tu kwamba ndio mtu wake. Kwa hiyo alikuwa anahitaji chapu, then hayo mengine afuate tu, tutaongea tutafahamiana na utaongea naye pia hapa. Mpenzi wako ndio anahitaji wewe umtaje mpenzi wako, yeye kakutaja wewe na katupatia namba kwamba ni wewe, kwa hiyo anahitaji na wewe umtaje. Kaka naongea muda wote, nakwambia nipo Flamingo. Sasa nipo na